Una mimba? Hapana malkia wangu. Sema tu tumbo linasumbua malkia wangu. Kiuno? Naam malkia. Kiuno? Naam malkia. Huyu si yule mlezi? Ndio, ni yeye. Hebu twende tumsogelee. Kiuno? Naam malkia. Mwamshe. Chapombe. 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 Unalala nini shida? Roma. Haya. Nafuu mtukufu malkia umekuja. Kuna nini? Maana nilikuwa nasubiri niamke hapa ili nikutafute, kumbe mizimu ima yetu ya Itarange bado inatupenda. Mtukufu malkia, kuna habari mbaya sana. Habari gani hizo? Kitu sawa. Mtukufu malkia, unakumbuka nileta taarifa ya Bwana Msigwa? Sasa mtukufu mfalme Kitete amekwenda katenda utendo ukatili sana. Kitendo gani hicho? Familia mzee Msigwa, mfalme amekwenda kaiteketeza yote, kaiua. Amewaua? Ndio kawaua. Maskini familia ya Msigwa. Asante kwa taarifa. Kiuno? Naam malkia. Tunaweza tukaondoka? Malkia. Samahani. Una jambo gani? Nilikuwa nimesahau maneno yanaponyoka kidogo. Bado kuna jambo jingine. Unakumbuka kitendo alichofanywa Bwana Swile? Hata kunikumbusha maneno ya kipuzi. Ni kweli ya kipuzi, lakini yana maana kubwa kwenye maisha ya Itarange. Tukufu malkia, Bwana Swile alichofanywa leo kimeonekana. Kitu gani hicho? Mke wake ana ujauzito. Ana ujauzito? Ni kweli. Una hakika na maneno unayoniambia? Haki walai bilai, ana ujauzito. Ukiwa ni uongo utachukuliwa adhabu kali sana. Siwezi kukuongopea. Mke wa marehemu Aswile ana ujauzito wa mfalme. Tunaweza tukaondoka? Sawa malkia.
Malkia! Malkia! Leo napakomesha panaponisumbuaga nikiwa nimejaa maana ngoja kwanza nikate. Niliacha hapa kando yangu hii. Bomba safi kabisa. Tengeneza bana. Ngoja sana ili maliza kutengeneza ndio kwa mama. Kwa hiyo Malkia yangu! Nani kafanya namna hii? hivi tayari sioni hata kumbea. Tayari kuna ishara kwenye himaya yetu ya tukio fulani. Ay. Sasa twende ndani, wapi? Mama amerudi. Ay. Kwa ukombe wangu. Nilikuwa najua zeni kwa sababu kolija na waiki kwa wangu. Naenda leo. Nimetoka. Nilikuwa najua zeni kwa sababu kolija na waiki kwa wangu. Asante sana mizimu yangu kwa kukubalia ombi langu, lakini kwa sasa wanaimaya wote wa himaya hii ya Italange ya Mfalme Kitente mtafanya shughuli zenu kwa amani na furaha, lakini kwa kutekeleza amri zote za himaya hii ya Italange, kwani mkienda tofauti mnaona kilichotokea. Lakini kwa sasa mtaenda majumbani kwenu mpaka pale nitakapokaa na mshauri wangu. Tutawaiteni tena kuzungumza. Mnaweza mkaenda. Jua limekuwa ni kali kweli. Toka pindi mfalme wetu alipompoteza Malkia, amekuwa ni mtu ambaye anawatesa wanahimaya na kuwateketeza kwa sababu tu ya maumivu aliyojaa ndani ya moyo wake.
Hivi kwa nini nisiende kumshauri mfalme achague malkia mwingine? Ngoja niende. Mshauri? Naam mfalme wangu. Naona ni siku nyingi sana himaya yote hii ya Italange inakuwa kimya, na hata mizimu yetu yote ya himaya hii ya Italange nayo iko kimya. Sijui ni kwa nini. Wewe unasemaje mshauri? Ni kweli mfalme wangu, mimi mwenyewe naangalia himaya yote hii ipo kimya kwa muda mrefu. Ila mfalme, mimi nilikuwa na jambo. Jambo gani hilo mshauri wangu? Ila kwa muda mrefu mfalme, ni kwa nini usitafute malkia? Ni jambo zuri sana na nilitarajia hilo kutoka kwako. Ndio maana nikakuteua kuwa mshauri. Ninatakiwa tutafute malkia katika himaya yote hii, wakuja kushika nafasi hii ya umalikia. Sasa zoezi hili inatakiwa ulisimamie wewe mwenyewe, uhakikishe inagongwa ngoma. Ndiyo mfalme. Ili ufanye zoezi hilo la kuchagua malkia. Watu wote wa himaya hii waitwe ili achaguliwe malkia. Ni kweli mfalme. Nilishindwa kufanya hivyo kwa sababu nilikuwa na mawazo ya malkia wangu, lakini kwa sasa ninakaa tayari. Kwa hiyo atafutwe malkia ili na mizimu yetu iweze kukaa vizuri na kufurahi. Lakini inatakiwa chague kama malkia kazuri. Ni kweli mfalme. Si unajua wa mfalme anatakiwa kama malkia kazuri. Kweli mfalme. Inatakiwa kale kazuri. Jambo hili fanya haraka, usimamie shughuli hiyo. Tunaelewana? Sawa mfalme wangu. Haya. Mababu, falme wa kimababu.